Mambo makubwa matatu ambayo tumesema hakikisha unakuja nayo madhabahuni kama dhabihu. Njoo madhabahuni mwa Bwana na sifa. Bwana anakaa katikati ya sifa za Israeli. Njoo nyumbani mwa Bwana kwa shukurani. Yale mambo makubwa Bwana aliyokutendea. Njoo madhabahuni na shuhuda. 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 Shuhuda ni nini? Masimulizi ya Bwana, mambo makuu Bwana aliyokutendea. Daudi akaandika katika Zaburi ya 66:16, Daudi akaandika, njoni ninyi nyote mnaomcha Bwana, nami sikiliza hili. Nami sikiliza hili rafiki, nami nitasimulia aliyotenda kwa nafsi yangu. Je, umeshawahi kuketi na kusimuliwa kisa? Habari gani kama Biblia bado ingaliendelea kuandikwa? Je, Biblia ingaliweka sura ya jambo Mungu alilokutendea? Je, ungesimuliwa jambo gani basi? Je, habari gani zingeandikwa kwa mambo makubwa Bwana aliyokutendea? Daudi anaandika, anasema ya kwamba nami nitawasimulia. Tuwe wa kweli, tuwe wa kweli. Hakuna jambo wa Tanzania tunalofurahia kama umbea, ubuyu. Utasikia ikawaje? Sasa wacha kusimulia mambo ya ibilisi, simulia Bwana aliyokutendea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hebu simulia mambo mema Bwana aliyokutendea. Hebu mpashe jirani habari, mwambie shostisho, nikwambie jambo. Nina jambo Bwana amenitendea. Sara alitendewa, akasema, Bwana amenifanyia kicheko. Ninamwomba Mungu siku 21 hii mtu fulani akafanyiwe kicheko. Usisimulie habari za kuambiwa, usisimulie habari za umbea na ubuyu. Usimulie habari halisi aliyokutendea Mungu, ili useme kama Daudi, kwa maana fadhili zake ni za nini jamani? Ni za milele. Ushuhuda una nini? Sikiliza rafiki, ushuhuda una kitu gani? Ushuhuda unaamsha imani katika maombi. Mtu akisikia Mungu aliyokutendea, imani yake itajengwa, imani yake itaimarishwa. Daudi alipokutana na Goliati, alimsimulia Sauli namna Bwana alivyomjibu, namna Bwana alivyomtendea, namna Bwana alivyomwokoa na mikono ya simba, dubu na vitu kama vile. Ni kweli shuhuda zile hazikumjenga Sauli, lakini zilimjenga Daudi mwenyewe kukabiliana na Goliati. Shuhuda za mambo makubwa Mungu aliyokutendea yatakujenga, yatakujenga imani yako kukabiliana. Kama Bwana alikuvusha kwenye njaa ya mwaka jana, kama Bwana alikuvusha ulipokosa ada ya watoto, kama Bwana alikuvusha ulipougua, kama Bwana alikuvusha na corona, COVID-19 na ulikuwa na sifa zote za kwenda, umri unaruhusu, mazingira yanaruhusu, namna unavyosalimiana na watu walinawa kwenye COVID, walinawa mpaka sabuni zisizoeleweka watu wananawa, na kila familia ilikuwa na mtu anaambiwa, wewe utatuletea corona, wewe utatuletea corona. Ila Bwana alikuvusha. Haleluya. Watu walishona barakoa. Acha kujizima data hapa kana kwamba ukuwa na barakoa ya kitenge. Acha kujizima data kwamba ulikuwa huna barakoa, lakini Bwana alikuvusha. Jamani, tumshangilie Bwana, alituvusha.
Watu huko nje wakatusema Tanzania tutakufa kama inzi, tutakufa kama mbu. Bwana ni mwema. Tunasimama Njombe Net Event 2026, tumaini lenye baraka. Bwana alituvusha. Si kwa sababu tulivaa barakoa, si kwa sababu tulisanitize, ni kwa sababu Bwana alitulinda. Ushuhuda unajenga imani. Ushuhuda ni tangazo kwa shetani kwamba sisi ni wa Bwana. Ushuhuda ni silaha. Ni silaha. Ushuhuda ni silaha dhidi ya mwovu. Biblia inasemaje? Ufunuo 12 fungu la 11, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na neno la ushuhuda wao. Ushuhuda ni tangazo. Ushuhuda ni silaha. Ushuhuda ni kusema mimi ni wa Bwana. Ushuhuda ni kusema hata kama hata tuokoa na hili tanuru, sisi hatutasujudu, sisi ni wa Bwana. Huo ni ushuhuda. Usifiche mambo makubwa Mungu aliyokutendea. Rafiki, katika madhabahu usiweke taa chini ya meza. Tangaza Bwana anatawala. Kwenye status zako, kwenye WhatsApp, acha kuweka viimoji vya machozi. Hata kama mambo ni magumu, tangaza ya kwamba yuko Mungu anaishi. Haleluya. Acha kutangaza mambo ya kushindwa. Mimi siwezi, mimi hivi na vile. Tangaza ya kwamba aliye ndani yangu ni mkubwa kuliko anayenipinga, na nitashinda mwisho wa siku. Haleluya. Hebu wale apweke. Njoo hapa. Wewe ni mzazi unalea peke yako. Njoo hapa, usiogope. Tunataka tuombe kwa ajili yako. Wale apweke wote, wale singles, karibuni. Njoo, usiogope. Bwana ana mambo makubwa kwa ajili yako. Bwana ana mambo makubwa kwa ajili yako. Bwana ana mambo makubwa sana kwa ajili yako. Tembea hapa tuombe kwa ajili yako. Mang'ombe, tupe bete linalofuata. Zawadi gani hii nitamtolea Bwana ila moyo wangu? Mimi nitoe nini ambacho ni cha thamani kwako ila moyo wangu tu? Mimi nitoe nini ambacho ni cha thamani kwako ila roho yangu tu? Pokea tena uzijaze baraka zako pia na roho yangu. Baba, pokea hizi tena uzijaze baraka zako pia na roho yangu. Uzijaze baraka pia na roho yangu. Pokea tena uzibariki, uzijaze baraka zako pia na roho yangu. Kwa dakika hizi, ndugu zangu wapendwa, dada zangu na kaka, mnawakilisha makundi makubwa ya watu walioko kule vituoni, kutoka kila mahali, kutoka kule Arusha, kutoka kule Singida, kutoka kule Manyara, kutoka kule Mbeya, kutoka kule Mwanza, kutoka kule Musoma, kutoka kule NGBF kule Mara, kutoka kule Serengeti. Mnawakilisha maelfu ya watu. Msikate tamaa. Simameni imara. Biblia inatuambia hivi, ahadi ya Mungu leo inasema usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Haleluya. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu,
naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Usiogope. Mungu anasema usiogope. Ungeambiwa na askari fulani, mgambo fulani mwenye kirungu, ungeambiwa maneno haya na mtu fulani ambaye hana nguvu, ungaliweza kuwa na wasiwasi. Anayesema usiogope dada yangu, anayesema usiogope kaka yangu, ni Baba wa mbinguni, ambaye malimwengu yote ameyashika mkononi mwake. Ni kweli ziko nyakati za ugumu, ziko nyakati ngumu unapitia, lakini hauko peke yako. Bwana amesema yuko pamoja naye. Ahadi ya madhabahu leo, Mungu yuko pamoja nanyi. Baba yetu na Mungu wetu, mbele yetu wamesimama hapa wale apweke, dada na kaka walioko hapa, wakiwakilisha maelfu ya watu katika vituo mbalimbali ndani na nje ya Tanzania. Nami mtumishi wako Bwana nimewabariki, nami mtumishi wako nimeinua mkono wangu kuwatangazia kile ulichosema wewe mwenyewe, ya kwamba wasiogope. Umenituma niwaambie wasiogope, kwa sababu wewe uko pamoja nao, kwa sababu wewe utawalinda, kwa sababu wewe utakuwa kila kitu kwao, kwa sababu wewe utawakumbatia kwa upendo wa milele. Baba, ninakusihi hawa wakina dada na huyu kaka, wape sauti ya kusikika kwa watoto wao, wape sauti ya kuonya watoto. Changamoto za kulea pweke si chache, lakini Mungu wewe uko pamoja na watoto wako katika mapambano yao ya maisha. Wape kushinda, tena zaidi ya kushinda. Kwa ajili yao tunaweka mkusanyiko wote huu na wengine wengi wanaotufuatilia kila mahali, ya kwamba Bwana ukawabariki, watendee mema, watendee ushindi, haja za mioyo yao ukawapatie. Wako wagonjwa tunawaleta, Bwana ukawaponye. Wako walioko kwenye mahospitali wanatufuatilia, ukawainue warudi nyumbani. Wako wale ambao wako na huzuni ya kutosha, ukawafariji kwa faraja za pekee. Wewe Bwana uliye kimbilio letu, tumekimbilia kwako kama Daudi asemavyo, ili tusiaibike milele. Bwana, ninakuomba ya kwamba jioni ya leo, yeyote aliyekimbilia kwako, ficha aibu yake, ficha aibu yake, ficha aibu ya dada huyu, ficha aibu ya kaka huyu, ficha aibu ya familia fulani. Baba, Daudi amesema amekimbilia kwako asiaibike milele, na tunaamini wanaokimbilia kwako hawataaibika. Yesu, asante kwa jioni ya leo. Bariki mchungaji Baraka anapokuja na tumaini lenye baraka. Kristo, tukasogezwe karibu nawe katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amen, amen, amen. Mungu awabariki sana. Bwana awatendee mema. Wale mnaotufuatilia kutoka kwenye vituo, usibanduke kwenye kituo chako, usibanduke kwenye TV yako. Mchungaji Baraka Sadok Butoke anakuja na baraka na tumaini lenye baraka. Mungu awabariki sana.